huu ni muendelezo wa manifestation zako come true kirahisi. Jamani, wale watu ambao wameshawahi kupata watoto wa jinsia moja wanaweza wakanielewa. Yaani unakuwa una watoto labda wa kike peke yake au wa kiume peke yao, kwa hiyo unatamani jinsia nyingine. Sasa unakuwa huko kwenye pressure. Yaani hata ukikutana tu hivi na mume wako, yaani wewe unatamani, unasema Mungu, ikitokea mimba basi nipate ka baby girl, nipate ka baby girl. Yaani unakuwa kwenye pressure, au nipate baby boy. Uko kwenye pressure. My dear, unaweza ukajikuta unazaa watoto wote wa jinsia ile ile ambayo unayo. Lakini sasa ukijifunza unahitaji mtoto wa jinsia fulani, unamwambia tu Mungu, asante kwa ajili ya watoto nilionao. Ninakushukuru sana, ninajua una sababu ya kunipa hawa, lakini ukinibariki tena ninatamani nipate jinsia nyingine kama binadamu. Ninatamani nipate mtoto wa jinsia tofauti. And yeah, I'm waiting. Bas, and maisha yaendelee, relax. Yaani maisha yako yaendelee na uwe na amani kabisa, relax. Na hata ukutana na mume wako, yaani unakutana naye ukijua kabisa kitakachotokea na kitokee, lakini wewe ulishaongea na Mungu, umemaliza. Yaani usiwe kwenye pressure. Ni rahisi sana kupata kile unachokitaka. Ni sawa na mtu ambaye hajawahi kabisa kupata mtoto. Yaani unakuwa kwenye ile pressure. Yaani ukutana hivi na mwanaume, yaani wewe unawaza tu ni mimba. Paka unajikuta unatoka tu kushiriki, unaenda kupima mimba. My dear, utajikuta unajichelewesha. Yaani wewe mwambie tu Mungu, sina mtoto lakini ninatamani na mimi nipate. Mwenyezi Mungu, ninakuachia ombi langu ili ninajua wewe hujawahi kumnyima mtu aliyekuomba. Mimi naamini na mimi unakwenda kunibariki. Relax, na yani wewe fanya kama tayari una watoto. Watoto wa jirani zako, yani wa treat kama watoto wao, watoto wa ndugu zako treat kama watoto wako. My dear, utashangaa tu bila hata kujua. Tayari unaanza kusikia kichefuchefu na unapata mtoto. Yes.